Kutoka Tanga, bondia wa ngumi za kulipwa nchini na bingwa wa mkanda WBO Afrika katika uzani wa mido Hassan Mwakinyo anashikiliwa na jeshi la polisi mkoani Tanga akituhumiwa kumshambulia mtu anayedai kuingia katika eneo lake bila ridhaa yake. Mwakinyo anashikiliwa na jeshi hilo tangu Alhamisi katika kituo cha Chumbageni kutokana na sakata hilo, huku mtu yule aliyeshambuliwa akiendelea kupatiwa matibabu katika hospitali ya Rufaa Bombo Tanga. Chanzo cha kukamilika kimeeleza kuwa sababu kubwa bondia huyo kushikiliwa na jeshi hilo ni kutokana na madai ya kumshambulia mtu huyo na kumsababishia majeraha makubwa mwilini kwake. Bwana, mimi naitwa Musa Ali. Nilikuwa naenda kwenye mizunguko yangu, alikuwa asubuhi saa 11 asubuhi. Nilikuwa ngapita njiani sehemu nikakuta nazi zimewekwa. Wakati nazi zimewekwa nikaanza kuziokota nazi. Lakini ziko nje ya fence yenyewe ni ya wavu. Alafu ndani kuna maumbwa. Maumbwa hapo, maumbwa kama 10 vinavyoona. Kama nakuta nazi maumbwa kana nipigia kelele. Maumbwa ananipigia kelele, lakini nakusanya nazi zangu. Shamaliza kusanya nazi nikata kwenye shati. Nikawa naondoka sasa, akaja Hassan Mwakinyo, yuko na kijana wake wa kazi. Alipokuja na kijana wake wa kazi pale, wakaniuliza wewe vipi? Nikamwambia poa. Akaniuliza nazi umepata wapi? Nikamwambia nazi nimeziokota pale. Akanambia basi umeyakanyaga. Nikamwambia umeyakanyaga vipi? Nakati mimi nimeokota. Akanambia mwisho kwanza. Basi sasa mimi nikamfuata, kwa sababu sikumkimbia kwa sababu nilikuwa sio mwizi. Nikamfuata, alipofika pale akanishika tai, akanipiga, akaanza kunigonga kichwani kwanza na kishoka. Hapo kamaliza akanipiga mitama, akaniburuza, akaniingiza ndani kwake. Aliponiingiza ndani kwake kule kuna mwanamke, sijui mwanamke wake, itakuwa mwanamke wake. Akawa anamzuia, anambia sana hicho kitendo sasa ukifanya ndani kwangu, sitaki kabisa hiki kitendo ukifanya ndani kwangu. Akawa hajamsikia. Ikawa msikilize yule mwanamke. Akamwagizia kijana wake wa kazi, akamwambia bwana kalete kisu, akaita kuleta kisu. Akaanza kunifanyaje, kunikata mguu. Aliponikata mguu akanivua nguo. Aliponivua nguo akafukulia maombo 6. Ni kama mambo ndo akaanza kunishambulia kama hivi mnavyoona. Ilikuwa ni majira saa ngapi? Kwa sababu ilikuwa sina saa, ila mimi ninachojua kwamba ilikuwa ni ile watu wanavyoswali ile kipindi cha mwisho tu asubuhi wanavyoswali. Umeona? Kwa sababu ilikuwa sina saa na kalili. Umeona? Kwa hiyo sasa wakati kuna ngangani kwamba askari ndo kafanyaje? Na nikamwangalia mtu sura nikaiona kwa sababu ushafanyaje? Shanga ni kwamba risali shaisha tayari, nishashambuliwa tayari, nishachoka, nimekata pembeni hivi. Sina kazi. Wewe ulikuwa unafanyaje? Mimi nilikuwa napita, nilikuwa naelekea sehemu ilikuwa kuna kazi, ilikuwa Tangabishi pale kulikuwa na kazi ya kufikia nguzo. Nilikuwa nasubiri ile kazi, ilikuwa asubuhi. Nilikuwa naenda na kufikia nguzo, kwamba njiani ndo nikakutana na hizo nazi njiani, nazi 6. Na wakati Mwakinyo anafanya hicho kitendo alikuwa anakufahamu wewe ni nani? Kwa sababu toshimta mmoja, labda kama sema tu hanifahamu ni yeye mwenyewe, lakini mimi ninavyoamini kwa sababu toshimta mmoja na nijua vizuri. Kwa sababu toshimta mmoja. Unajishughulisha na biashara gani? Mimi mwenyewe rasmi kazi yangu ni baharini. Ni kwamba hiyo kazi ya nguzo za Tangabishi ni kwamba imetokea tu mishi ya kwa dharura. Na hizo nazi ni zipo upande wa Mwakinyo au zilikuwa ziko barabara? Yaani fence ya Mwakinyo ilikuwa ni wavu. Baada ya wavu inachofuatia ni bahari, ni ufuko wa bahari. Ni kwamba ni kama vile ni mapolipoli. Ni kwamba mtu wa kwanza kupita maeneo hayo ni mimi hapa. Ni kwamba zile nazi zimekuwa vile zimetegwa, lakini sikujua kama zimetegwa kwa sababu zimewekwa, zimepangwa kabisa kwamba mpaka kule. Ziko nazi 6. Alafu kwenye hizo nazi pembeni kidogo kuna nazi nyingine ambazo haimuhusu. Ni kwamba hiyo sehemu yake yenyewe ni kwamba sio kwamba labda sijaingia kutokana, kwa sababu ukiangalia tu kwa ndani kuna mambo kibao. Ni kwamba haistahili mtu kuingia. Sasa mara baada ya kutokea kwa tukio hilo majira saa 11, ni nani alikuja kukuokoa na kukuweza kuleta bombo? Mimi mtu aliyekuja kuniokoa mara kwanza alikuwa, kwa sababu aliniachia mambo kali bila risali zima. Mimi nangatwa na wale mambo manne kawa ameniacha, akabaki mawili ambayo alikuwa ananishambulia. Sasa ikawa simeshakosa nguvu pale, kama nimekaa sehemu tu nasubiria kufa. Umeona bwana? Kidogo sana nikashangaa kama unasikia kama vile kuna mtu akashakuja tayari, mtu alikuja kama mwenyekiti na hisi. Kwa sababu ilikuwa fahamu bado ilikuwa sina vizuri. Mwenyekiti pale alipokuja kama anaongea, lakini mwenyekiti kumfuatiliza. Aliniuliza bwana wewe vipi? Kaikawa namjibu, lakini kumjibu kwenyewe ilikuwa simjibu vizuri. Kidogo sijakaa sana, shangaa na askari pia nao washaingia muda huo. Ndio kama askari walipoingia pale ndio wakanichukua tu wakanitia kwenye nini pale, wakaniambia kama nasikia sema tumburuze bwana kashakufa huyo. Nasikia askari wanasema hivyo. Wakatoka askari wakanichukua wakanipakia kwenye gari. Najikuta sasa niko hospitalini. Na pengine labda kuna taarifa zozote kwamba Mwakinyo amekamatwa au bado hujapata taarifa yoyote? Mimi hapa taarifa ilikuwa zinakuja hapa, nilikuwa kuna viongozi wanakuja wananifuatilia na niuliza kuhusu tukio, kana nawaelezea, lakini sijajua kama amefuatilia vipi wenyewe. Pengine wito wako sasa ni upi kwa serikali kufuatia madhara ambayo yamekupata? Mimi ninachoona hapa, kwa sababu kwa jinsi vilivyo na mtaani nilikuwa naishije kufanya tukio hata siku moja. Na hata kitu cha polisi mimi sikijui kilivyo. Yaani kwamba sio mwizi kifupi. Kwa sababu watu wao tunao waona wengi wananijua, mpaka watu wananifuata kila siku hapa kwa sababu wanajua mimi sio mwizi na sije kusikana na tukio lolote hata siku moja. Umeona? Kwa hiyo mimi ninachoomba hapa, kama serikali kweli wameliona hili hapa, atakiwa kama serikali wajue wafanyaje wenyewe, kwa sababu tukio kama hivi ninavyoona mimi sijui kama nisemeje.
Kwa hiyo serikali yenyewe anajua fanyaje. Na gharama za matibabu pengine nani anashughulika nazo? Mara kwanza nilipokuja hapa ni kwamba ilikuwa bado familia yangu haijafika. Ni kwamba nimekaa kama siku moja hivi. Siku ya pili familia yangu ndo akafika. Ni kwamba sijajua kwa mwanzo kama alikuwa anashughulika na nini kuhusu matibabu, lakini familia yangu ilipofika ni kwamba mambo yote sasa nikajua, najua familia yangu siipo na itakuwa anashughulika wao mpaka sasa hivi sasa. Nashukuru. Kwa majina naitwa Dini Amiri Sheiza. Huyu ni kijana wangu. Baada ya siku ilikuwa naona siku ya Jumapili mchana nikapata simu kaambia kwamba bwana kijana wako kapigwa kafariki. Lakini baada ya muda kuna ndugu na jamaa nikawapigia simu. Kaambia jamani, mbona nimepata taarifa kwamba kijana kapigwa amekufa vipi? Hebu jaribuni kufuatilia kwamba kafa kapigwa vipi. Basi mimi nikawa nimepokea taarifa ya kifo, lakini kumbe kijana alikuwa bado hajafa. Kwenye muda wa saa 7 watu waliofika hapa wakiuliza bwana kuna maiti imeingizwa hapa, akadai kwamba hakuna maiti iliyoletwa hapa, ila kuna mgonjwa mahututi kaletwa hapa. Sasa ndo wakaniletea taarifa bwana kijana hajafariki, ila hali yake si nzuri, ni mbaya. Basi sasa ilibidi sasa nianze kufanya jukumu la kwanza kujipanga kuja kumfuatia kijana. Jamani aliyenipigia simu ni huyu hapa, ndio kwanza kunitambulisha mimi. Basi nikamwambia bwana mimi ninakuja, ndio nikaja hapa nikaanza kupambana na jukumu zima la huyu kijana. Na hata huyo jamaa mwenyewe aliyemfanyia kijana ukitendo nilishawahi kumpigia simu kwamba labda anaweza akanitafuta tukafanya angalau hata mahojiano kidogo kwamba atanisaidia vipi kuhusu hili. Ikawa unampigia simu hapokei. Sasa kashindwa sasa kuelewa, ndio kaanza sasa ndugu na jamaa hapa waliosaidia kulalamika masuala kama haya. Sasa jinsi kama unavyoona na huko ulikopitia ndio ambao labda ndugu zangu ndio wanaosaidia kuhusu kijana wangu hapa. Sasa ndio kama hivyo. Sasa sielewi kwamba bondia mzima wa taifa tunayemtegemea inamaanisha kwamba tunaharibu 500 zetu kwa kwenda kumshangilia yeye. Sasa tunashangaa kwamba sasa